yametokea na bado yatajirudia. Ni maundu maria maimerire na nimegwicokera. Sasa mtumishi, unasoma tukienda taratibu. Waje nikusomee mtumishi. Basi kwa utaratibu. Inasema maana merikebu za kitimu sitakuja kupigana naye, basi atafujika moyo, naye atarudi na kuligadhibika. Hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioachwa. Hilo agano takatifu. Sasa hapa tunaambia merikebu za kitimu. Merikebu za kitimu leo. Yaani hapa unaona yani hapa sasa unajua ilikuwa yani reality yani halisia halisi yani wale undu uroneka wega. Na sasa saa hii na leo ule ni kiroho, ni maundu ma kiroho. Sasa hii ni ile ilikuwa halisia. Merikebu za kitimu, kuna nchi ilikuwa inaitwa kitimu. Unaona pale juu ya Misri, igoro ya Misri igoro hapo kuna kitimu hapo. Yaani wale kitimu. Sasa unaambiwa merikebu unaambiwa hivi, maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye, basi atavunjika moyo. Meli cia kitimu ni yokakorwa nake naye agakua ngoro. Sasa huyu ni mfalme wa kaskazini. Ni muthamaki wa kaskazini ni ku? Ni rogo kana itherero? Kienda. Itherero. Kienda. Ni rogo. No, kaskazini. No. Ni rogo. Sasa pale hapa mfalme wa kaskazini kwa halisia ilikuwa ni Babiloni. Muthamaki wa kaskazini ni Babiloni. Alikuwa Babiloni kwa wakati huo. Yale Babiloni hida leo. Na saa hii kwa nini? Yaani saa hii kwa kiroho ni papasi. No dhino ha kiroho ni muthe ni papasi. Sasa hapo atafanya nini? Wakati merikebu za kitimu zilikuwa zimekuja kupigana naye, merikebu za kitimu sio kile korwa na keri. Alikuja akakasirika. Yo kiria kirakara. Akakuja akagadhabikia. Akirakarira. Agano nini? Agano takatifu. Agano takatifu ambayo ni kaniro kiria kiamure. Ambayo ni amri. Alimo maathani. Endelea. Inasema na wenye ishara watasimama upande wake, wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajinsi pahali patakatifu. Ndiyo gome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Nao watalisimamisha chukisho la uharibifu. Fika hapo kwanza. Kwa hivyo hiyo ndio uone. Ulikuwa umesoma ilikuwa Bwana. Sasa wenye silaha watashikana naye. Wenye silaha ni yani serikali. Aliamena madhaika hii makao ni serikali ama nguvu ya dola. Ana hinya wa dola. Ndio wanakuja kushikana na ule mfalme wa kaskazini. Ndio wako jambo kama kila kaskazini. Haya. Na wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Na ni makeheria mahakima ajino mao muthenya. Wakaondoa nini? Wakaondoa Biblia. Makeheria Biblia. Wakaondoa. Mahali pake wakasimamisha nini? Chukizo la uharibifu. Makirugamia kile dhahabu. Na pale kwa Yesu aliambia watu aliambia kanisa aje, mtakapoliona
yani kwa madhara utakapoliona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu pake. Ndizonie ndio tuakirea mkoda kile githarukia ruga mali atheruri. Asomaye na fahamu ndio gũthoma na hata huko. Sasa hapa unaona hiyo itajirudia. Hii ni ile ilikuwa kabla hata nini ijaandikwa Mathayo. Mathayo ijaandikwa. Huo ni kwa wale kwa mbele Mathayo tandikitwo. Na unaona kwa Mathayo itajirudia. Na ndio Mathayo ni gacoka. Na Yesu akasema kile kineno na Danieli. Haya. Sasa hao wenye silaha wakikuja upande wake, haya moka mwana wake wasimamishe chukizo la uharibifu. Marugamia kile kidha kule. Tumishi endelea. Nasema ndati na hao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Sasa kuna watu wanafanya chukizo, yani wale hawataki kufanya nini? Kufuata Biblia ama alama tazamo mambo ya Biblia kana maadhari maangai. Sasa atafanya na ataenda kujipendekeza kwa yeye ni kuyeditelia kwao na kuwapoto wasomalia kwa kumaitia wala hawajui nini neno la Biblia. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Sasa unaona wale watu wamjuao Mungu aliamua Ngai watakuwa nini? Hodari. Kwa no shaba. Nao watafanya nini? Mambo makuu. Mambo makuu. Mbaya kama wewe. Na ndio unaona wale watu wale hao kitambo hao mitume nini unaona na hao manabii walijua Mungu wao. Atumwona na file moyo kai wao na walifanya mambo makuu. Na mengi ambao wanene. Aendelea. Na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo wataaguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Fika hapo. Sasa unaona wenye hekima adoyogere waliokuwa na hekima ya Mungu. Alama na wewe auga ile. Unajua hekima ni Yesu. Watawafunza wengi. Lakini wataanguka kwa upanga. Ni wakahulide ige naona ni makagwa na ruhusu na aje ya ruhusu. Kwa moto na mwaki na watatekwa nyara. Na makanyi tu wamekwate. Kwa siku nyingi ndio amatuko maiji. Mitume ama watu wa mwisho unaona waliuawa. Mmoja giro. Wengine wamechomwa. Wengine wametekwa nyara. Wengine wakafungwa. Kwa muda mwingi, si ndio? Huo muda mwingi ulikuwa ni muda gani? Ni siku 1260. Na tunaipata wapi? Tunaipata katika Ufunuo 11:2. 11:3. 11:3. Danieli 25:7-25. Umeambiwa nyakati 2.5 wakati. Danieli mwaja 25 mahida mere mahida lemwe na nduhida. Hiyo ndio inakuja miaka 1220. Hapo miaka akili mama mere mamira ukatata. Na ilianza mama bereirie ilianza 5:38 kuma 5:38 to 1798. Biliania 1798. Okay, 1798. Yo kimaina sinakuja hiyo miaka. Ukirudi ndani ya hiyo kama 1260.
Ungerudia ukame akero. Hizo zilikuwa zimewekwa hapo. Ndio kanisa limete Iko liko kanisa wangu jide tumbeko watu. hapo ndio papa silikuwa iliamka hapa. Na ikaishia hapa. Wakati ule Pope, wakati General Mbathia amekuja akateka Pope. Akaenda akauliwa akafungwa huko ule mji wa General Mbathia akiita Pope akamwekea kule Faraja na akakufia huko. Ambayo sasa hivi inaitwa Istanbul, Uturuki. Anayoita kwa Uturuki. Ndio huo mji wa Constantinople umejengwa. Ndio mtu yake. Aendelea mtumishi. Inabere. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Fika hapo kidogo. Ati watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo. Atria makao wala magatejo ndio ndio munini. Sasa ukisoma pale Ufunuo 12, ukisoma kule 12 ikianzia yakirudia mahali kulionekana ishara mbinguni. Mwanamke amevikwa jua amepetoliwa na akona nyota ya taji 12 na taji 12 na amekanyaga mwezi akinyeta mwezi. Haya, huyo mwanamke akazaa mtoto akanyakuliwa mpaka mbinguni. Alisia mwana alitolewa twine. Akapewa mabawa mwanamke sasa. Ndio mtumia kwa madhabu. Aende mpaka nchi aliyotengenezewa na Mungu. Ginyali kulea alo dekaiboneza. Akalishwa huko miaka 1260. Akili aliingia miaka ile mwana mbele maneno kwa tatu. Sasa hapo ndio nini? Ndio anafanya nini? Atasaidiwa. Haule wagataidirio. Haule waigania agataidirio. Kwa msaada kidogo. Ndio ile nini? Endelea. Nasema na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakaza na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni kwa wakati ulioamriwa. Kuna watu wanaota bila kulala. Haujaja. Kuna watu wanaota leo koma. Yaani mwisho sio mwisho nini? Ni mwisho wa huo unabii, mwisho wa huo. Mwisho wa radio 60. Mwisho wa radio hiyo. Ndio ulikuwa umeamriwa lazima. Ulikuwa amuleto ni kwa maana moja masije. Sasa hao watawasafisha wengi. Yaka atalia ige. Endelea. Naye mfalme atafanya kama apendavyo. Naye atajitukuza na juu ya kila Mungu. Kumbuka huyo ni ule mfalme wa 4. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu. Naye huyo mfalme yani atajiinua juu ya Mungu. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Niyagia anteni niaka niya matwiro kana madagala bila kinyane. Maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Leo mwele kelele na ugakinyanira. Endelea. Wala hata ijali miungu ya baba zake. Yaani huyo mfalme wala hata mjali Mungu awaye yote. Maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Sasa huyo atajitukuza juu ya wote. Hiyo miungu yote sasa atajitukuza yeye kweli hiyo? Yote. Endelea. Lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Sikia hasa hapo.
Lakini hapo mahali pake atamheshimu Mungu wango. Atendea atia gai wa aitura. Na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha. Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa gai wa maidamao Maria matoe ni akamutia. Hapo hapo huyo Mungu roho. Ulikuwa unamwandika wapi? Ndio huyo. Sasa huyu ndio Mungu ambaye baba zake hawakumjua. Hawakumjua. Atamheshimu kwa nini? Kwa dhahabu. Kama akamutia na dhahabu. Atamheshimu kwa dhahabu na nini? Na fedha. Na nini? Na vitu vya thamani. Na vitu vya thamani. Na vitu vipendezavyo. Na vitu vipendezavyo. Yeye kaga. Ndio maana wewe ametuambia tusipende dunia. Na mambo ya nini? Na dunia. Na sasa anasema hapa vitu vipendeza. Vitu vipendezavyo. Endelea. Naye atasiteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni. Sasa msikie vizuri sana. Msikie vizuri sana. Ataviteka nyara. Yaka asijitabe kwate. Vitu vyenye nini? Mungu mgeni. Ataviteka nyara vitu gani? Naye atasiteka nyara ngome zenye nguvu. Ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni. Kwa msaada wa Mungu mgeni. Atasaidiwa na Mungu mgeni. Ndiye atakuwa anateka nyara vitu zote. Na mataifa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi. Sasa ukikubaliana naye kuhusu huyu Mungu mgeni, Mungu roho, anakuongeza nini? Anakuongeza nguvu. Alafu naye atawapa kumiliki wengi. Sasa kupitia huyu Mungu mgeni atawapa kumiliki wengi. Yanga aige. Ndio unaona Jumapili hizo zote wako na watu wengi makanisa. Hapa kuna wametumia Mungu mgeni kumiliki watu wengi. Receive kuja vile ulivyo mirako sijui nini na nini na nini. Si ama na molio. Haya tuendelee. Wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Sasa mfalme wa kaskazini. Sasa si pale halisia mfalme wa kusini ni nani? Ni Misri. Mfalme wa kusini ni Misri. Mfalme wa kaskazini alikuwa Babylon. Mfalme wa kaskazini ni Babylon. Sasa mfalme wa kusini ni Amerika. Mfalme wa kusini ni Amerika. Mfalme wa kaskazini ni Papasi. Wa kaskazini ni Papasi. Haya, endelea. Atamtambulia kama pepo, kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita. Twende. Na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Sasa unaona ataingia katika nchi hizi. Unaona hizi nchi zote na kufurika. Tuendelee. Tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri. Nchi ya uzuri ni Amerika. Maana pale inajirudia. Maana pale nchi ya uzuri kitambo ilikuwa niyo Palestine na walipindua kupitia Palestine. Sasa saa hii nchi ya uzuri ni Amerika na wanaingia kupitia Amerika. Na nchi nyingi zitapinduliwa. Na nchi nyingi zitapinduliwa. Simama hapo kwanza niwaulize swali. Saa hii wewe ukileta shida ni wa kaskazini anatumia wa kusini kupindua nchi zote. Twende. Lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake. Edomu na Moabu na wakuu wa watu wa Amoni. Edomu na wakuu Moabu
na Amoni. Moabu swali niwaulize. Mnajua hizi? Nemu maya. Edomu, Moabu. Huyu ni nani? Hamjui huyu? Kutu. Ana. Huyu ni nani? Huyu ni Esau. Anaitwa aje? Huyu ni Esau. Huyu na huyu ni nani? Unakumbuka Lutu? Loti. Mnakumbuka wasichana wake? Sio ni wasichana wa Lutu wale walizana na Lutu. Mmoja Moabu, mmoja Amoni. Na wote ni ukoo ya Ibrahimu. Acha niwape hapo. Acha kwanza niwapatie hii maandiko hapo kwanza. Hapo hii ni Esau. Utatoa wapi? Utatoa Mwanzo 32:3. Hiyo usisome, utaenda kujisomea tu maana itakuwa nini. Alafu Mwanzo 19:33-37. Mwanzo 19:33-37. Utapata hao. Yule mkubwa akazaa mwana akamuita jina lake Moabu. Yule ni msichana mkubwa wa Lutu. Akamuita Huyu ndiye baba wa Moabi. Sasa unaona hapa juu ya Misri. Juu ya Misri. Hapo kando yake. Au kando yake ile. Na nikipiga hesabu naonaga kama ni Yemen. Alafu pale mbele yake ya Yemen hizo nchi za Kiarabu hizi. Ndio kwa sababu zimepangana hivi. Hapo. Ndio hii. Inaanza Edomu chini. Alafu inaanza Amoni. Alafu Moabu, alafu hapa ndio Ruth ametoka Moabu. Ruth ya hivi. Unakumbuka Ruth? Ruth ametoka. Ruth alikuwa Moabu. Na hii ni Esau. Ni hapa yote. Haya, tuendelee. Umefika ngapi? Naye atanyosha mkono wake juu ya nchi hizo. Sasa msikie. Yala atabu kiango kwa hiyo ngoro amo kwa hiyo mmoja. Hata na nchi ya Misri. Inaomba Misri. Haitaokoka. Swali muulize, hii dunia si ndio ina saa hii? Kitambo ilikuwa Misri. Kihalisia. Saa hii Misri kiroho. Dunia hii yote inajumulika kuwa Tembea na andiko. Atakuwa na nguvu jua, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha. Sikia, atakuwa na nguvu kwa ajili hazina zote za dhahabu, fedha na juu ya vitu vyote vya Misri. Vitu vyote vya Misri vyenye thamani, ni pesa, dhahabu, kila kitu. Na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Amen. Tunaona mpaka Libya na Misri na Kushi wakati huo Ethiopia. Na unajua hiyo yote ilikuwa ni Kushi. Kwa hivyo fedha na kila kitu zote za Wakushi za Walibia zitakuwa chini ya miguu yake. Ndio maana saa hii nasema ati tunajitawala aje. Kenya tunajitawala. Kama tunajitawala tutengenezi pesa. Wewe unatengeneza karatasi, kunatengenezwa karatasi lakini huwezi tengeneza pesa, na pesa ni karatasi. Na ni dunia mzima. Na ni dunia mzima. Hawezi tengeneza pesa, lakini hizo karatasi zinakuja zikiwa blank, unakuja kutengeneza pesa. Kwa hivyo unapewa karatasi, unakuja kutengeneza pesa. Umeambiwa dhahabu, fedha, kila kitu cha dhamana kitakuwa chini yake.
lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha. Kwa hivyo treasure zote, pesa zote ni, na ndio unaona huko, ndio unaona papasi iko na vitu tatu, na ndio unaona wanachora, ndio unaona wanachora hivi uro maana kitu yote wanachora hivi, wanachora kwa huu, inachorwa hiyo kitu, inachorwa hivi, ndio naambiwa ati hii ni pesa, serikali, jeshi ndio na control. Tunakontrola pia serikali na majeshi. Ndio naona hiyo kitu anaekanga hapa, hiyo jicho Lucifer na hiyo ndio ya kucontrol kwake. Endelea. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha. Naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. Sasa ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima. Haya, fika hapo kidogo. Hema ni kati ya bahari na milima na nchi. Hema ni nini? Kanisa. Hema ni makanisa. Kwa hivyo atatoka kama amekasirika na ataweka hema yake katika bahari, mchanga wa bahari na nini? Na milima. Hiyo ni kanisa. Endelea. Hapa ndio tuongezea kuweka hema yake kati ya bahari na milima. Funua 17:15 bahari inasimamia watu. Yaani ataweka kama kanisa yote katikati ya watu 17:15. Hema zake za kifalme kati ya bahari na milima, mtakatifu wa uzuri. Tunaona lakini ataiweka mlima wake katika patakatifu. Kwa hivyo sasa hiyo tayari amesimamisha chukizo la uharibifu. Na wametekela gila boli. Fikiria ajali yake. Wala hakuna atakaye msaidia. Unaona? Sasa na wakati atakuwa amesimamisha hiyo, ukisoma hiyo Danieli 12 wakati atasimamisha, Mikaeli naye atakuwa amesimama. Hebu pita hiyo kusoma hiyo Danieli 12:1 tufike 4. Alafu ndio turudi sasa. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamae upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipokuwa kwa taifa hata wakati huo. Wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile, na wengi hao walalao katika mafumbi ya nchi wataamka. Fika tuine hapo. Kwa hivyo wengine wapate uzima milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hivyo huyu wakati atasimamisha, aeke hizo hema zake, aanze kutesa, Mikaeli atakuwa amefanya nini? Amesimama. Sasa Kristo atakuwa amesimama. Hebu enda Mwanzo 47:13. Ujue sasa hizo hazina zote. Si tunaambiwa kaskazini ilikuwa ni, kusini ilikuwa ni Misri. Kaskazini ilikuwa ni Babiloni. Na sasa hivi inaenda kujirudia. Maana ukifika mstari wa nini huwa inajirudia. Sasa tuone pale, yani ilikuwa aje? Halisia ilikuwa aje? Soma Mwanzo hiyo 47:13. Wala hapakuwa na chakula katika nchi yote. Kwa kuwa njaa ilikuwa nzito sana. Hata nchi ya Misri na nchi ya Kana zikataabika kwa sababu ya njaa. Yusufu
kusanya fedha zote zilizoonekana katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani. Amesanya nchi ngapi? 2. Nchi ya Misri na nchi ya Kanani. Fedha zote zilizopatikana akapeleka wapi? Akapatia nani? Akapeleka kwa Farao. Akampatia Farao. Endelea. Kwa nafaka walioinunua, amekusanya kutoka kwa nafaka walioinunua. Yusufu akazileta zile fedha nyumbani mwa Farao. Sawa sawa. Fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani, Wamisri wote walimjia Yusufu wakisema, tupe sisi chakula. Kwa nini tupe mbele ya macho yako? Unaona pesa zote zimeisha, amekusanya zote zimeisha. Sasa Wamisri wako njaa, wamerudi kwa Misri kwa Yusufu, wanamwambia afanye nini? Apatie chakula maana pesa zimeisha. Pesa zimekwisha. Yusufu akasema, sikia, toeni wanyama wenu. Nami nitawapa chakula badala ya wanyama wenu. Kwa hivyo toeni wanyama wenu, nami nitawapa chakula. Kama fedha zenyu zimekwisha, ama pesa zenyu zimeisha. Hii ni kali mama hapo. Na ndio unaona pesa saa hizi zinaokotwa. Trump amesaini kitu zinakuja inaitwa cryptocurrency. Pesa za digital. Hazitakuwa vile unaona tunashika pesa hivi, pesa za hapa. Anakusanya kupelekea nini? Farao. Sasa Amerika anakusanya kupelekea Roma. Sasa pesa zimeisha, anawaambia ni ng'ombe, si ndio? Amerika ndio sio kama pesa kutolea Roma. Sasa anawaambia ni mifugo. Sasa mnaambiwa ati Ruto anasema ng'ombe yako isipodungwa hautakuwa na international. Huwezi kuuza nyama yako nje. Hatutaki zero ng'ombe ndio nyama nayo. Kwa hivyo ni ama huwezi kuuza hiyo ng'ombe. Hata maziwa huwezi nunuliwa. Huwezi nunuliwa. Wende. Wakaleta wanyama. Simama hapo kidogo. Si amesema aje? Si pale kulisema alikusanya pesa kutoka kwa wa nini? Wa Misri? Ndio kani pesa kwa Misri. Na Wakanani, si ndio? Wakanani. Pale umesikia Wakanani wamerudi kuambia Yusufu ati tuko na njaa. Wakanani ndio kile kwa Yusufu tunang'ara. Unajua Wakanani ndio walikuwa na Israeli, si ndio? Watoto wa Yakobo ama Yakobo. Umesikia wakisema walikuwa tuko na njaa tu. Mwenyewe tukame na ng'aragu. Hapana. Haya tuendelee. Wakaleta wanyama wao kwa Yusufu. Yusufu akawapa chakula badala ya farasi. Na badala ya kondoo. Na badala ya ng'ombe. Na badala ya punda. Naye akawalisha chakula badala ya wanyama wao wote mwaka ule. Mwaka tu mmoja. Wamepeana ng'ombe zao kila kitu chao chote. Tuendelee. Na mwaka ule ulipokwisha, wakamjia mwaka wa pili. Wakamwambia, haya, hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu. Pesa zimeisha, makundi ya wanyama yote ni mali ya bwana wetu, mali ya Farao. Haki biasa sio nani na sio nyama ni si amo dhamaki. Tuendelee. Hakikusalia kitu mbele ya bwana wetu ila miili yetu na nchi yetu. Haya. Na nchi zetu. Haya. Kwa nini tufe mbele ya macho yako? Sisi na nchi yetu. Utununue sisi na nchi yetu. Wameuza ng'ombe, wameuza kila kitu. Sasa ni wenyewe wanajiuza. Ate yule wa mara ya dia, pia ni siadi na media nyamu sia media mere leo. Ili wapate nini?
chakula. Ndio mwana hiyo. Na sisi na nchi yetu tutakuwa watumwa ya Yusufu wa Farao. Haya, wanunuliwa wakuwe watumwa wa nini? Na ndio makoma duka za sia Farao. Kisha utupe mbegu tuishi wala tusife. Alafu wapatie mbegu za kupanda. Waniweka fande. Endelee. Wala nchi yetu isipotee. Basi Yusufu akamnunulia Farao nchi yote ya Misri. Yusufu basi akanunua nchi yote ya Misri. Ikakuwa mali ya Farao. Akawapea mbegu. Misri waliuzwa kila mtu shamba lake kwa sababu njaa ilikuwa imewazidi sana. Nchi ikawa mali ya Farao. Nchi yote ikawa mali ya Farao. Ikawa mali ya Farao. Akawahamisha hao watu, akawaweka katika mji. Mama hapo kidogo. Akahamisha hao watu kutoka kwa mashamba akawapeleka hii manyumba mnajengewa. Affordable house. Najengewa town. Tangu Farao arudi kulima shamba. Farao muda na nyumba ikana matauni manyumba ile mara. Ndio unaona hapa ile barua yule alikuwa amenitumia, mtumishi alikuwa amenitumia ile iko kwa bunge. Kitambo ulime shamba ni lazima uwe na 100,000. Mpaka shamba ifanywe research, maji mpaka mbegu. Ukipatikana hata wewe umenunua ile kitu haujapewa, yule amelima hajapewa authority ya kulima, wewe na unashika. Ukilimo tena wa serikali. Sasa fine ni 100,000. Si watu wamehamishwa wamepelekwa mjini. Na wamepewa mbegu wapande, yote ikuwe ni mali ya Farao. Soma. Katika miji tangu upande huu wa Misri hata upande huu. Ila nchi ya makuhani hakuinunua. Makuhani wa Farao hao hakununua nchi yao. Wao walikuwa wanapewa kwa sababu Farao anawatumia kutangaza uongo. Maana sasa nchi yao hawakuwa wanaumia. Tunaona hao watu wote, mapasta wote wanahubiri uongo, wale wa Jumapili hao ama wengine. Unajua kuna wengine wanajua na kuna wengine hawajui wanafanya nini. Sasa hiyo nchi zao hizo makuhani hawakununuliwa. Ndio kutangaza uongo. Walikuwa na posho yao kutoka kwa Farao, ilikuwa inalindwa kutoka kwa serikali. Na ndio unaona wanaitwa State House. Wakala posho yao waliopewa na Farao. Kwa hiyo hawakuuza nchi yao. Yusufu akawaambia watu, angalieni, nimewanunua leo ninyi nchi yenu kuwa mali ya Farao. Basi mbegu zenu ni hizi. Padeni katika nchi. Itakuwa wakati wa mafuno. Mtampa Farao sehemu ya 5. Ndio unaona 5% inapewa Farao, serikali. Na sehemu 4 zitakuwa zenyu wenyewe. 1.4% ni yenyu. Kuwa mbegu za nchi. Na itakuwa ni mbegu. Na chakula chenyu ni chakula chao waliomo nyumbani mwenu. Na chakula cha watoto wenu. Wakasema, umetulinda hai na tuone kibali machoni pa Bwana wetu, nasi tutakuwa watumwa wa Farao. Kwa hivyo watakuwa watumwa wa Farao. Kila kitu atasema wataitiki. Haitokuwa tu hivi si ya Farao, ndio wale tuliitikagira. Hata wakisema tuabudu ng'ombe ni wataabudu, maana amewapatia chakula. Na ndio tunasema wakiwa na njaa. Na ndio tunasema watapokea alama ya 6 kwa mkono. Kwa sababu umelazimika kufanya. Lakini wao unaona ni wale wao kutaka kufanya nini? Wao kutaka kujua. Unaona hata saa hii watu nahubiria mtu anakuambia vitu zako. Wanaona uhoro wa Ngai tondu nimarenda kwiendia gwi thirikari maundu mao mothe
Unaobiria watu wanasema ninyi na mnatishanga watu na hii mahubiri. Thirikari ikoragwo ikĩmahe na indo ciothe o makoragwo marĩ ngombo cia thirikari. Sisi tunaobiria watu kile kitakuja. Ndio tuhutagia andũ kĩrĩa gĩgũka. Na sasa wewe ufai kuwa unaiogopa, maana ukimtumania Mungu unaogopa nini? Akoni wakati Ngai ukigetigera ki. Sie mwenyewe anashughulikia. Lakini hao wanatumainia serikali. Hao wanatumainia serikali. Serikali isaidia. Isaidia na ndio itawaumi. Na tunaona wanapeleka video kama wangekuwa wakifuatilia. Wanapeleka video zote kwa serikali. Ndio hiyo. 5% mnapeana kwa serikali. 4% inabaki mbegu. Ya kuendelesha. 1% ijulikani ilienda. Siana sasa hivi watu wanapewa na serikali mbegu. Alafu pia wanauzia serikali chakula. Na tena wanasema ni wamenunua rais. Na wameuziwa mbegu bei kali. Sasa haya, ulikuwa umefika wapi? Katika nchi ya Kanaani kwa nafaka walioinunua, Yusufu akazileta zile fedha nyumbani mwa Farao. 15 Fedha zote zilipokwisha. Wewe umeenda. Tulikuwa 23 tukiendelea kwa karibu kumaliza. Umerudi tena 47 47 tulikuwa 23. Sasa umerudi tena ni kama umerudi juu kabisa. Umerudi mstari wa 15. Tulikuwa Yusufu ni kweli. Nimeiona. Yusufu akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri. Simama hapo hata leo. Yusufu akafanya sheria kwa nchi ya Misri mpaka leo. Yusufu agekera watho thĩinĩ wa Misri nginya ũmũthĩ. Na huyu Yusufu wa saa hizi ameleta sheria. Yusufu wa ameleta watho. Alikuwa na padri mwingine wa Orthodox. Anakujoga watho. Anasema Trump. Akasema Trump yeye ni wa Amerika leo. Yeye ni nani? Constantine. Atawewe Constantine. Amemfanya, yani yeye ndiye ataleta nini? Baada irudi na akampea msalaba, akamwambia hii msalaba ndio Constantine aliota. Kwa hivyo ukienda na hii msalaba utashida. Ati arera muthamaki wa Amerika atirire ungithie na mutharaba uyu ri ni ukuhota na utorea pupu wa mbere ahotania ni undu wa mutharaba. Na tayari ameweka sheria. Aigera watho. Jumapili ashaweka vitu mingi sana iko hapo ndani. Haya tembea. Yusufu akaweka sheria mpaka leo. Endelea. Yusufu atoreigeta watho mahinda marĩa to umuthi no ngũraigua. Yusufu akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri hata leo. Ya kwamba sehemu ya 5 iwe mali ya Farao. Ila nchi ya Mkanani tu haikuwa mali ya Farao. Israeli akakaa katika nchi ya mama hapo kidogo. Nchi ya Kanani haikuwa mali ya Farao. Ndio bururi wa Kanani ndio indo cia Farao. Maana nchi ya Kanani tunaona ni watu wa Mungu. Tondũ Kanani ni kwa wale andũ a Ngai. Kwa hiyo story yote hakuna Mkanani ama Mwisraeli yote alienda kuambia Yusufu tupe umemaliza sijui nini. Hakuna. Mungu aliwali Ngai ndio anafanya yale mahoyo tena thirikari. Kama tunafuta hivi ni vizuri sana. Mnataka tunaendeshana by the way ni vizuri. Kama ndio mkono wako tukielewa ule kuradi. Sasa sisi tukimtumania Mungu. Hizi vitu hatutahitaji msaada kwa serikali. Hatutahitaji msaada kwa serikali. Na Daudi anasema wakati kanisa litanyosha mkono na dunia lishikane na serikali, hapo ndio kuanguka kwake kunaanzia. Kwa hivyo kanisa la Mungu hakuna kushikana nini? Sio kuanguka kwake. Kunaanzia. Kumefika kelele. Kumefika kelele chake, yani kanisa kutengana na Mungu kumekamilika. Sasa unaona Israeli sisi hatutahangaika, maana wana wa Israeli walipewa chakula jangwani. Mungu alikuwa anatoa tu kinakuja. Hata Israeli madhimaki yake hao ndio sia maana leo ini. Kiatu ilikuwa ndio kile thirikari. Ila ndio tarukaga miaka 40 cia maguru. Eli ama ni Elijah alilishwa na kunguru.
Wote wana ni kunguru lakini ni malaika. Alikagio ndio ni alera ile Elijah. Tembea. Israeli akakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni. Sikieni hapo vizuri. Akakaa katika nchi ya Israeli, alikaa Misri. Ndio wafuru wa Gozeni. Gozeni yale karo na Misri. Amen. Gozeni yale lele. Nita kefirogwo. Edi ni wana hiyo fitu. Yaani yale wa Misri no yale kado. Wakapata mali humo. Wakaongezeka. Hebu sikia na kuzidi sana. Hebu rudia hapo. Akapata nini? Wakapata mali huko. Akiona hiyo kwa wakaongezeka. Na kuzidi sana. Na kuingia. Unaona? Yaani hiyo ni kumaanisha vile Mungu hapungukiwi. Hapungukiwi. Bora wewe muamini. Hiyo ni habari njema. Hebu tuende Ezekieli 29:1. Tuone huyo Farao alikuwa anakalia kiti ya nani? Farao yule kaida pekee yao. Alikuwa anaketia kiti cha nani? Ezekieli 29:1. Katika mwaka wa 10, mwezi wa 10, siku ya 12 ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, elekeza uso wako juu ya Farao. Tafsiri yake. Ati tofakari. Katika mwaka wa 10, mwaka wa 10, mwezi wa 10, mwezi wa 10, siku ya 12 ya mwezi wa 12 wa mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mundu bora mundu, elekeza uso wako juu ya Farao. Atabu rodia uji wa iguru ya Farao, mfalme wa Misri, mudhamaki wa Misri. Ukatabiri juu yake, uraga iguru yake na juu ya Wamisri wote, na iguru ya Misri yote. Nena useme, Bwana Mungu ugabuge mwandalia kugatiri, asema hivi, tazama, tarora, mimi ni juu yako, niende iguru yako, ewe Farao, wewe iguru ya Farao, mfalme wa Misri, mudhamaki wa Misri. Joka mkubwa atatokea. Joka mkubwa au si atatokea kama adia nene kumera au peae kati ya mito yako itatokea. Simesema yeye alisoma vibaya. Yeye alisoma vibaya. Atoae aoteae mito yake, joka aoteae ati dama adia nene nila kuotea ni aliyesema kuotea tiko kumshiria moja. Kwa hivyo Farao ni joka mkuu, ate Farao ni ananiona dama adia. Sasa joka ni nani? Shetani. Ati Shetani. Joka ni Saitani. Tunaitoa wapi? Tuongelee mtako. Ufunuo 12:9. Ufunuo 13:3. 12:9. 13:3. Joka. Sasa huyo joka, na huyo joka ndiye amepatia tena kiti nani? Farao. Na tena ndio huyu joka huyu kwa ufunuo ndiye amepatia mnyama kiti. Ambao huyo mnyama ni papasi. Papasi. Mwaji tao. Hata kuna mahali kwa Biblia andika kwa naye Shetani atapea Farao atapewa kiti na Shetani. Ndio sasa ndio hiyo. Hiyo sasa. Sasa namaliza na kule kia dali kelelia. Namaliza na Kutoka 1:8. Unamaliza na hiyo? Namaliza na hiyo. Na hiyo Kutoka 1:8. Nasema hiyo. Kutoka 11. Namaliza na hiyo. Basi Mungu akaliita. Basi akainuka Kutoka 1:8. 1:8. Basi akainuka mfalme mpya. Kutoka. Sorry. Kwa mwana. Kutoka ngapi? 1:8 nasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Kiaru kabla wakibwalo kwa na Misri aliyemjua Yusufu. Hapana, asiyemjua Yusufu. Aliyemjua. Asiyemjua Yusufu. Odotoe Yusufu. Akamwambia
akawaambia watu wake. Hebu simama tu hapo kidogo kwanza niongezee kitu. Pakatokea mfalme mpya Misri asiyemjua Yusufu. Kwa hivyo huyu hajui kanisa. Atio doe kanisa. Akaambia nini watu wake? Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Simama hapo. Na urudie. Ati watu wa wana wa Israeli ni wengi. Ado Asia na Israeli yengi. Na wako na nguvu kutupi? Na mena hinya gutokera. Sasa nataka wamama na wanaume tafuta reheri wako. Atumia na athuri mwicirie koro wale ndikore. Kwa sababu kuna kitu inaongelea hapo. Hena undu kiasi ya reiga. Na iko ni fumbo hivi. Na ni ugurio. Ati ni wengi na wako na nini? Nguvu kutushi. Tajua ni nguvu gani kiendelea kufika hapo mbele. Soma kidogo. Haya, na tuwatendee kwa akili. Tuwatendee kwa akili. Ati na tumohegere ando aya. Ando sio agayowe. Wasije wako na nguvu. Haya tuende. Wasije wakaongezeka. Simama hapo. Ndio nitaka hapo kufika hapo ni ukute helio. Wanaume na wamama, ukute helio. Tena simama tu hapo kidogo. Ati wako na nguvu. Na wako na akili. Wasije wakaongezeka. Tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Kwani ni nguvu gani hapo? Wewe ukifikiria tukivuta helio yako ni nguvu gani? Nguvu ya ujipawa. Wasije wakaongezeka kushinda. Hapa hiyo nguvu ya kizazi. Nguvu ya kizazi. Ni nguvu ya kizazi. Maana wakiongezeka kanisa litaongezeka. Sasa tuwatendee kwa akili. Na ni unaona saa hii wamewatendea kwa akili. Wamewaleta chakula ya nini? Ya kumaliza wale nguvu. GMO. Kwa hauna nguvu. Mama hauna nguvu, mwanaume hauna nguvu. Ili msije mkaongezeka. Tuwatendee kwa akili. Ate endelea. Haya. Na tuwatendee kwa akili wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Sikia hapo sasa vizuri. Kama hauna nguvu, yani hatuwezi zalisha. Na kama hatuwezi zalisha, kumaanisha hakuna kanisa. Na sasa tukikosa kanisa, hatutakuwa wengi wa kuwashinda wale. Tutakaa mateka. Unajua tutakaa mateka, hatutatoka. Kanisa likiongezeka, itakuwa na ukweli wa kusimamisha kati ya mataifa kabisa. Lakini kipungua itakuwa na haina nguvu. Unaona inaletewa GMO, hivi vitu taka mtu na kula hiyo taka ciothe cia kule itari cia bata mwili niguo mwage hinya wa kugea ciana ona uge wake. Unajua hata ukikosa chakula ya mzuri hata kushika neno kushika makao maira neno itakuwa baya. Hiyo ni 11 kama 11 tunamalizia hapo. Hiyo ndio basi wakaweka wasimamizi juu yao. Wawatese kwa mizigo yao. Naona wawatese. Nao watamjengea Farao miji ya kuwawekea akiba. Ndio unaona hiyo mateso inakuja. Leo hii kila pesa inakusanywa kote duniani kipelekwa Vatican. Ndio hiyo akata sasa na Farao mjini nao wakamjengea Farao mjini miji ya kuwekea akiba.